umuhimu wa kulinda afya yako kwa neno na kwa maombi. Kila ambacho nataka nifundisha leo ni umuhimu wa kulinda afya yako, kutumia neno na kutumia maombi. Kama kuna kitu cha muhimu kwenye maisha ya mtu kuliko vitu vyote chini ya jua, ni kitu kinachoitwa afya ama uzima wa mwili. Kama mtu akawa na fedha na chochote kile chini ya jua, kama ana afya hawezi kutumia kila alicho nacho. Sasa kila ambacho nataka nikupitishe ni namna ambayo unaweza ukadhibiti afya yako kutumia neno la Mungu pamoja na maombi. Kitabu kile cha Methali sura ya 8, sura ya 3 ni mstari wa 8. Kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 8, Biblia inasema, itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Naomba nirudie. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Wale ambao waliwahi kupita darasa la mifupa, niliwahi kufundisha juu ya mifupa na niliwapa maandiko zaidi ya 45 kwamba mifupa ndiyo uhai. Ingawa watu wanajua damu ni uhai, lakini mifupa ni uhai wa mtu. Ndio sababu katika Zaburi 34 mstari wa 19 anasema, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya naye yote. Tena uhifadhi mifupa yake isivunjike hata moja. Kwa hiyo mifupa ni kati ya vitu ambavyo Mungu anavilinda kwenye mwili wa mwanadamu. Okay. Sasa anasema kwa sababu neno la Mungu litakuwa afya kwenye mwili wa mtu. Maanake kama mtu akiliamini neno na akaliishi neno na akatembea katika neno, lile neno linakuwa afya kwenye mwili wake. Alafu lile neno linakuwa mafuta kwenye mifupa yake. Sijui tunakwenda pamoja? Ukisoma kwenye Luka sura ya 5 mstari ule wa 5, wakati Petro wanazungumza na Yesu juu ya kuchukua mashua au nyavu kwenda kuvua samaki, maandiko yanasema Yesu akamwambia Petro, chukua nyavu zako ukaweke kwenye kilindi. Lakini Petro akajibu neno hili, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kukesha usiku kucha tusipate kitu. Nataka uelewe kwanza nguvu ya neno pale. Lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Maana yake nini? Nachotaka uone, Petro aliamini nguvu ya neno linalotoka kwenye kinywa cha Yesu, kwamba neno hili linaweza likafanya kitu ambacho kilikuwa hakiwezekani kufanyika. Hebu tuende kitabu cha Luka kwa faida wala ambao hawana Biblia. Kitabu cha Luka sura ya 5, kulinda afya yako kwa neno na kwa maombi. Kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, au mstari wa 4, hata walipokuwa akinena alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mkavue samaki. Mstari wa 5, Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kukesha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Kwa lugha nyingine, Petro anatujengea imani ya neno
Kumbuka maandiko yanasema katika Warumi, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo Petro anatuonesha nguvu ya neno, kwamba kwa namna ya kawaida samaki hawapatikani kwa majira yale, lakini kwa sababu ya neno ambalo limetoka kwenye kinywa cha Yesu, uwezekano wa samaki kupatikana upo. Na ndio sababu anamwambia kwa neno lako nitashusha nyavu. Si tunaenda pamoja? Unakumbuka ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 4, kati ya majaribu matatu ambayo Yesu alikutana nayo, moja ya jaribu ni baada ya kumaliza siku 40. Maandiko yanasema naye ilipotimia siku 40 akaona njaa. Alafu shetani akamwambia, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, yageuza mawe haya yawe mikate. Alafu Yesu akamjibu akamwambia, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Nachotamani kijengeke kwenye misuli ya kiroho ni nini? Ni nguvu ya neno, kwamba neno lina uwezo wa kubeba afya ya mtu, lina uwezo wa kubeba uponyaji wa mtu. Nisikilize, tunapozungumza habari ya afya, mara nyingi watu wanakimbilia afya ya kuumba mwili, lakini wataalamu wanasema kuna afya ya kuathirika kiakili. Sasa nini kitakachokuponya na maathiriko ya akili? Ni neno na maombi. Nini kitakachokuponya na stress? Ni neno na maombi. Hebu tusogee kidogo, angalia kitabu cha Yohana sura ya 1. Kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari, unaweza ukaanza mstari wa 1, lakini naomba nianze mstari wa 3. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Na ndani yake ndimo kulikuweko uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Sasa nataka uone vitu viwili pale. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye haikufanyika kitu chochote. Kile ambacho Yohana anajaribu kuandika, ukisoma mstari wa 1 anasema hapo mwanzo kulikuweko neno, na neno alikuwa kwa Mungu. Alafu mstari wa 3 anasema kila tunachokiona kimetokana na neno. Maana yake pasipo neno hakuna chochote kilichoweza kufanyika. Kwa lugha nyingine, anafundisha jinsi ambavyo neno limebeba uwezo wa kufinyanga vitu ambavyo havifinyaviki. Kwa namna nyingine, anaonyesha jinsi ambavyo neno lina uwezo wa kusababisha kitu kitokee mahali ambapo kitu haingeweza kutokea. Hiyo lazima ufahamu, maana huwezi kulinda afya yako kwa neno kama hujatambua nguvu ya neno. Lazima kwanza utambue nguvu ya neno. Ndio sababu katika Zaburi ya 105 mstari wa 4 anaandika, nasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Maana yake anaposema mtakeni Bwana na nguvu zake, maana yake lazima umtake Mungu, na si Mungu peke yake. Unajua kuna watu wengi wanamtaka Mungu lakini hawataki nguvu za Mungu, na hiyo ndio shida. Tunagombana sana na watu. Watu wanataka kusema Bwana asifiwe, lakini kuishi maisha yanayefanania na Yesu asifiwe ni kitu ambacho ni kigumu kwao. Haleluya. Anasema na ndani yake ndimo kulikuweko uzima. Maana yake ndani ya neno, kwa tafsiri nyepesi, neno limebeba uzima wa mwanadamu. Kwa ukiliamini neno, maana yake umeamini uzima wako. Okay, hebu tuende kitabu kile cha Zaburi ya 107. Kitabu cha Zaburi ya 107. Rapa koposheketele mazaya ranteke masata la baburibi kiposai. Zaburi ya 107. Kuna wingu kwa wale waombaji, ninaona kuna wingu liko anga.
inataka kufanya kitu. Rasheke masata la makura mosoko. Zaburi 107 ule mstari wa 20 anasema, hulituma neno lake kuwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Narudia wala wanaoandika, Zaburi mlango wa 107 mstari wa 20. Hulituma neno lake. Kwa nini mwandishi anaandika neno lake? Kwa nini mwandishi asiandike neno, anaandika neno lake? Maana yake kila mtu ana neno tofauti. Kuna neno la Mungu na kuna neno la wanadamu, na ndio sababu yule mtu aliyemwendea Yesu akida, wakati kuna mtumishi wake alikuwa mgonjwa, maandiko yanamwambia Yesu, sema neno na mtumishi wangu atapona. Maana yake yule ndugu aliamini habari ya neno. Sasa hapa anasema hulituma neno, yaani Mungu analituma neno katikati ya wanadamu. Neno hili linapokuja katikati ya wanadamu, anasema kusudi lake lije liwaponye wanadamu. Maana yake kuna uponyaji wa roho na kuna uponyaji wa mwili, na si tu kuwaponya, no, anasema na kuwaokoa na maangamizo. Tunakwenda pamoja. Maana yake neno lina uwezo wa kuponya, lakini neno lina uwezo wa kumwokoa mtu na maangamizo. Kwa lugha nyingine, neno limebeba uwezo wa kumzuia mwanadamu asiangukie katika angamiko. Ndio sababu Daudi anaandika, anasema, neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu. Najaribu kukuonesha juu ya neno. Sasa hapa anaposema hulituma neno lije liwaponye, maana yake Mungu anataka kutuponya kiroho na Mungu anataka kutuponya kimwili. Ukiangalia katika Luka sura ya 4 mstari wa 18, anasema, Bwana amenipaka, Roho wa Bwana yuko juu yangu, maana amenitia mafuta kwa ubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwao na kuacha huru waliosetwa. Nachotaka uone ni kile kipengele kinachosema na kuacha huru waliosetwa. Kusetwa maana yake ni maumivu ya ndani kwa ndani, au ni jeraha. Maana kuna mtu anaweza kuwa na jeraha kwa sababu kuna mtu, unajua kwa nini mtu anashindwa kuumiza? Pengine nikusaidie. Unakumbuka kabla ya Yakobo kufa, maana hata tuliulizwa kidogo ile swali. Kabla Yakobo ajafa, aliwatuma watu, akawaambia, nendeni mkamwambie mwanangu Yusufu aondoe uchungu ulio kwenye moyo wake uliosababishwa na ndugu zake kumuuza Misri. Lakini maandiko yanatumika nini? Anasema mwambie Yusufu aachilie ndugu zake. Kwa lugha nyingine, Yusufu alikuwa ameokoka, lakini ndani yake alikuwa na kidonda. Kwa nini? Kuna kitu ambacho ndugu zake waliwahi kumfanyia. Kwa hiyo Yusufu kwenye maisha yake anatembea na maumivu ya nafsi. Kwa nini? Kila akiwatazama ndugu zake anasikia uchungu kulia. Kwa nini? Akiangalia walichomtenda, wamemuua bila kufa, wakamzika. Baba yake ana uchungu. Kwa nini? Anajua amezika mtoto wakati hajafa. Sasa Yakobo kabla hajafa anasema mwambieni Yusufu asitembee na roho ya maumivu miaka yote, aondoe uchungu, awaachilie ndugu zake kwa kosa walilomkosea. Ni maumivu ya ndani. Sasa nini kilichomsaidia Yusufu? Ni neno ambalo limetoka kwa baba yake. Kama angelipata hilo neno, hangewasamehe ndugu zake. Tunakwenda pamoja. Angalia waraka wa 3 wa Yohana. Ninazungumza kulinda afya yako kwa neno na kwa maombi. Kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana. Waraka wa 3 wa Yohana mlango wa 1, maana haina mistari mingi, na mstari wa 2. Na mstari wa 2 Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Hapo ndo tunaanza kuingia sasa kwenye somo. Naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Tusimame hapo kidogo. Ni maombi, ni makusudi, ni mapenzi ya Mungu kila mmoja afanikiwe kiroho na kimwili.
Lakini si kufanikiwa tu, anaanza kusema naomba ufanikiwe katika mambo yote. Maanake katika kila jambo utakalolifanya ni maombi ya Mungu ufanikiwe. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili anasema na kuwa na afya yako. Ni mapenzi ya Mungu kila mtu awe na afya yake. Tunakwenda pamoja na kuwa na afya. Tena mwandishi anaandika vizuri, anasema na kuwa na afya yako. Maana yake ni mapenzi ya Mungu kila mtu awe na afya yake. Nilikuwa nikisoma kitabu cha Mwanzo, baada ya Mungu kuumba mbingu na nchi, maandiko yanasema akaweka na majani ya kondeni. Alipoweka, anasema akamwambia Adamu, utakula majani ya kondeni, nayo yatakuwa chakula kwenu, nayo yatakuwa dawa kwenu. Tunakwenda vizuri? Soma kitabu cha Mwanzo takiwa kwamba majani yale Mungu aliyeweka ya kondeni haiwi tu chakula kwetu, lakini Mungu akaenda mbali zaidi, akasema majani haya yatakuwa pia chakula kwenu, lakini yatakuwa dawa kwenu. Kwa nini? Maana yake Mungu anatamani tuwe na afya ili tumtumikie tukiwa na afya. I don't know kama unanielewa ninachosema. Sasa mzee Agayo anaandikiwa, anasema naomba ufanikiwe katika kila hatua, na wakati wa kufanikiwa kwako uwe na afya. Sasa kuna vitu vitasababisha mafanikio, kuna vitu vitasababisha afya. Kuna jambo moja pale, anasema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hiyo ndio kigezo kikubwa. Kuwa na afya si tatizo, kufanikiwa si tatizo. Anasema kigezo cha kufanikiwa, kigezo cha kuwa na afya, anasema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa kama maisha yako ya kiroho haina mafanikio, usiandike mafanikio kwenye ulimwengu wa kimwili. Narudia tena, kama maisha yako ya kiroho yana kashako na maisha yako ya kimwili yatakuwa na kashako. Kwa nini? Kigezo cha kufanikiwa kuwa na afya, kigezo cha kufanikiwa kimwili ni kigezo cha kuwa na mafanikio katika roho. Kadri roho yako inavyoshiba, kadri unavyolitafuta na Mungu, ndivyo unavyokaribia kwenye afya yako, kwenye maisha yako. Okay. Ayubu anaandika, utaijua sura mwenyewe, anasema mjue Mungu sana ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Kwa hiyo kigezo cha mimi kuwa na amani, kigezo cha mimi kujiliwa na mema ni kumjua Mungu. Tunakwenda pamoja? Nikikosa kumjua Mungu maana yake nimekosa amani. Nikikosa kumjua Mungu maana yake nimekosa afya. Mungu wangu. Hebu tende kitabu cha Ayubu sura 22. Kuna watu wananiangalia kama vile hawajui kusoma hilo andiko kwenye maisha yao, so wanatulazimisha tuwasomee maandiko yote. Ayubu sura 22 na mstari ule wa 21 anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kwa hiyo namba moja, ili uwe na amani kwenye maisha yako, lazima umjue Mungu. Umekosa kumjua Mungu, maana yake utapishana na amani kwenye moyo wako. Kwa lugha nyingine, kumjua Mungu ndiko kumebeba amani ya mtu, na hakuna mtu yote huwa anayekuaga mgonjwa akawa na amani, hakuna. Sasa ili kuzuia ili usikutokuwa na amani, maana yake lazima ujue Mungu. Sikiliza vizuri, mjue Mungu sana. Kwa nini Ayubu anazungumza hili neno? Maana yake kilichomsaidia Ayubu kuwa na amani wakati anaumwa ni kwa sababu alimjua Mungu. Kwa katikati ya yale majipu, katikati ya yale magumu alikuwa anayapitia kama mwanadamu, katikati ya kufika mahali marafiki wakamsema vibaya, kilichomsaidia kusimama ni kwa sababu alimjua Mungu. Unajua wakati unaumwa watu wanaweza wakaongea mambo mengi sana, na wewe mwenyewe mpaka ukashangaa imetoka wapi. Sasa anasema kilichomsaidia ni hili neno analoandika, kwamba katika kumjua Mungu sana kuna sababisha uwe na amani, na si tu amani, anasema ndivyo mema yatakavyo kujilia.
Yaani kadri unavyomjua Mungu ndivyo mema yanavyokuja kwenye maisha yako. Sasa nisikilize wale ambao wamefanikiwa, maana kuna watu baada ya kufanikiwa wakamwacha Mungu. Lazima tuzungumze na wao. Kadri unavyofanikiwa, tengeneza uhusiano wa karibu na Mungu kuliko kumwacha Mungu. Kwa sababu kadri unavyofanikiwa alafu unamwacha Mungu, maana yake unaendelea kupoteza lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia juu ya maisha yako. Sio kama naelewa vizuri? Kwa sababu kama mafanikio yako yalisababishwa na neno la Mungu, yamesababishwa na maombi, maana yake kuna vitu viweze kudumu kwenye maisha yako, lazima neno la Mungu liendelee kuwepo. Nilikuwa nasoma habari ya Ana alipomzaa Samuel. Maandiko yanasema akamwita Samuel, maana yake alimzaa kwa Bwana. Na nikafuatilia tabia ya Samuel. Kilichomsaidia Samuel kwenye utumishi wake ni kwa sababu alizaliwa kwenye maombi na Samuel akarithi ile roho ya maombi. Unajua, sikiliza, kuna watu wengine wanapata shida kwenye maisha yao. Kwa nini? Roho walizorithi ndio zinawatesa. Kinachokutesa ni kile ulichorithi kutoka kwa wazazi wako, ndio kinachokusumbua. Kwa Samuel akarithi roho ya maombi. Kwa nini? Mama yake alikuwa mwombaji, kwa hiyo akajikuta anatembea kwenye lile eneo la maombi, na saa ingine akasema naye Samuel akakuwa, wala hakuliacha neno la Mungu likadondoka hata chini hata moja. Kilichomsaidia ni neno. Mungu nisaidie watu wako wakuelewe. Hebu tusogee kidogo, twende kitabu cha Yeremia sura ya 30. Yeremia sura ya 30. Kulinda afya yako, kutumia neno la Mungu pamoja na maombi. Hiyo ndio pointi yetu. Maana yake kuna wakati mwingine unapaswa kutamkia mwili wako neno la Mungu, kuisomea mwili wako. Daudi wakati nafsi yake iliinama, ilifika mahali akasema, nafsi yangu, kwa nini unainama? Inuka, kwa sababu utakuja kumsifu Bwana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine nafsi yako inainama, hali yako inakuwa mbaya. Kama unalifahamu neno, isomee mwili wako neno la Kristo. Daudi anaandika sehemu nyingine, wakati anaona mauti anasema sitakufa bali nitaishi. Kwa nini anasema hivyo? Maana yake kuna mahali alifika, kamba za mauti zilimzunguka, roho ya mauti kamwandama, akafika akasema ninataka kuishi. Akaisomea mwili wake neno la Mungu. Haleluya. Yeremia sura ya 30 na mstari ule wa 17. Yeremia sura ya 30 na mstari ule wa 17. Maana nitakurudishia afya yako. Naomba maana nitarudisha afya, naam, nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Unasikia vizuri neno? Maana yake kama hulijui neno, maana yake hujui haki yako, hujui afya yako. Mungu anamwambia Yeremia katikati ya watoto aliyekuwa anaongoza wa kiroho, maana nitarudisha afya, sio baraka. Nitarudisha nini? Afya. Ukisha kuwa na afya unapata nguvu ya kufanya kazi. Huna afya huwezi kufanya kazi. Kwa hiyo lazima, kama unalielewa neno, saa ingine omba maombi kwa ajili ya afya yako. Hata kama hujawahi kuumwa, lakini endelea kuifunika mwili wako, mifupa, mishipa na nyama, itamkie damu ya Yesu. Kwa nini? Adui anaitafuta afya yako bila wewe kujua. Tunakwenda pamoja. Anasema naam, nitarudisha afya yako. Atarudisha afya vipi? Maana yake kuna watu ambaye afya zao zimepotea. So maandiko yanasema nitarudisha afya yako, na baada ya kurudisha afya yako nitaponya jeraha zako, nitaponya yale mabaki yaliyobaki kwa sababu ya ugonjwa, asema Bwana. Mungu wa Israeli. Hebu tusogee tena kidogo, nijaribu kukupa maandiko yatakayokusaidia kwenye afya yako. Angalia kitabu cha Kutoka sura ya 15. Kitabu cha Kutoka sura ya 15. Kutoka sura ya 15 na mstari ule wa 26. Mstari wa 26. Akawaambia kwamba utasikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako,
na kuyafanya yale yaelekee mbele zake. Sikiliza vizuri, maana tunaweza tukakimbilia kupona, lakini kuna vitu ambavyo lazima tuvifahamu katika uponyaji. Kuna kanuni za kupona. Okay, naomba nirudie mstari wa 26. Akawaambia kwamba utasikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yale yaelekeayo mbele zake. Kwa ukitaka kuponywa, ukitaka kuwa na afya njema, ni lazima usikilize sauti ya Mungu. Ni lazima uende kama Mungu anavyotaka. Okay, anaendelea, anasema na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake, naam, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Umeelewa vizuri kwamba Mungu anaponya, lakini licha ya Mungu kuponya, kuna kanuni za Mungu kuponya. Kanuni hapa anaeleza, kama utasikia sauti yake, kama utazishika sheria zake, kama utatembea katika njia zake. Anasema sitatia magonjwa ya Kimisri. Kuna magonjwa ambaye hustahili kama mtu aliyeokoka, kama mwana wa Mungu hustahili, si haki yako. Sasa hii siri huwezi kuijua. Daudi anaandika, anasema Bwana atawajulisha siri wao wamchao. Humchi Mungu, usitegemee siri ya Mungu. Kwa nini? Mungu huwapa siri watoto wake. Tunakwenda pamoja. Sikiliza, kuna wakati mwingine unataka kuzungumza na watoto wako. Kama kuna watoto wa majirani, huwezi kuzungumza nao juu ya siri zako, lazima uwatoe nje ili uzungumze na wako wako. Sasa mimi najaribu kukusaidia ili utakapopita kwenye mapito, kuna mistari Mungu ameiweka ili kusaidie kulinda afya yako. Sasa anasema kama utazishika amri zangu na kuifanya yale anayoelekea, ndipo nitakapoponya afya yako. Halafu sitatia juu yako magonjwa niliyowatia Wamisri. Niliwahi kuwafundisha, yako magonjwa mengine yanatokana na dhambi za wanadamu, si haki yetu. Mungu nisaidie. Angalia kitabu cha Isaya sura ya 30. Kitabu cha Isaya sura ya 30. Isaya mlango wa 30. Isaya mlango wa 30. Rabo shekete ya Masaya, na mstari ule wa 26, na mstari ule wa 26 anasema, na tena nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya jua, na nuru ya jua itakuangazia mara 7. My God, maana yake Mungu atakupa afya mara 7. 7 ni namba ya ukamilifu wa kimungu. Sikiliza vizuri, na natamani uwe unakuja na Biblia yako ili uione. Na tena jua itakuangazia mara 7 kama nuru ya siku ya 7 katika siku ile ya Bwana atakapo yafanya nini? Yafunga mapigo ya watu wake na kuwaponya mapigo na jeraha lao. Kwamba Mungu ataachilia nuru. Nuru maana yake ni mwangaza wa uso. Maandiko yanasema moyo wenye furaha huchangamsha uso, lakini moyo wenye huzuni huleta mahuzuniko kwenye uso. Hakuna mtu yoyote ambaye anaumwa ndani alafu akacheka. Nisikilize vizuri. Sasa maandiko yanasema Mungu atarejesha afya yako mara 7, na licha ya kurejesha afya yako mara 7 ataponya na majeraha, kumbukumbu ya maumivu uliyoyapitia atayaponya, na neno lake litasababisha uangaziwe kama mwangaza. Kiu yangu ni kukupitisha kwenye maandiko uelewe siri iliyojificha. Angalia Yeremia 33 mstari wa 6. Utanisamehe kama hujawahi kuandika sana. Ukija kwenye kanisa hii jiandae kuandika maandiko.
Haleluya. Yeremia 33 na mstari ule wa 6. Yeremia 33 mstari wa 6 anasema, tena nitaleta afya. Nitaleta afya. Anaposema nitaleta, maana yake kuna mahali afya yako ipo, Mungu ataileta. Nitakapoleta afya juu yako, anasema na kupona, na nitawaponya, nitawafunulia wingi wa amani. Narudia, na nitawaponya na nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Nilitangulia kusema hakuna mtu anayeumwa mwenye amani kwenye moyo wake. Sasa anasema nami nitaleta afya. Maana yake kuna mahali ambapo afya yako adui ameishikilia. So maandiko yanasema nitaleta hiyo afya. Kwa lugha nyingine, Mungu atamnyang'anya shetani cha kwako alichokishikilia, atarudisha juu yako, na si tu afya peke yake, atakufunulia wingi wa amani. Tafsiri ya neno kufunuliwa, maana yake kuna amani iliyojificha ambaye ni haki yako kuwa nayo. Haleluya, haleluya. Umechoka kuandika, utwende. Haleluya, asante. Isaya 53 mstari wa 4. Ukichoka kuandika niambie tu, baba leo nimechoka, alafu na kurelease. Amen, na kurelease. Kitabu cha Isaya 53. Ninazungumza juu ya kulinda afya yako kwa neno na kwa maombi. Sasa kama ulijui neno, huwezi kulitumia. Kitabu cha Isaya ile ya 53 na mstari ule wa 4 na wa 5. Ule wa 4 na wa 5. Unaweza ukaenda kusoma kwa sababu tu ya wakati, lakini pia unaweza ukaangalia Isaya 57 mstari wa 18 na wa 19 na wa 19. Lakini unaweza ukaangalia Isaya 33 mstari wa 24. Mstari wa 24. Ninataka niende kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kama kuna mahali nimekuacha, unaweza tukasema kuna mahali umeniacha. Unaweza ukaandika Isaya, narudia, 57 mstari wa 18 na wa 19. Isaya 53 mstari wa 4 hadi wa 5. Isaya 33 mstari wa 24. Mimi naenda Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Sura ya 7 na mstari ule wa 15 na mstari ule wa 15. Lakini wacha nianze 14. Isaya, Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 10 anasema, utabarikiwa kuliko mataifa yote, hakutakuwa na mtu mume wala mke aliyetasa. Utasa ni ugonjwa, na ndio sababu watu wanaenda hospitalini kwa ajili ya nini? Ya utasa. Sizai mtoto, ni ugonjwa. Ingawaje ukisoma unasema nini? Ni utasa. Lakini kwa nini mtu anaenda hospitalini kama utasa sio ugonjwa? Sasa anasema hakutakuwa na mtu mke aliyetasa. Maana yake ni haki ya kila mwanamke aliyepata neema ya kuolewa kupata watoto, ni haki yake. Na silo tu, hakutakuwa na aliyetasa kati yenu wala kati ya wanyama wa mifugo yenu. Maana yake hata kwenye mifugo yetu Mungu anataka wawe na afya. Mifugo yetu sometimes tunaweza tukaombea watu, lakini mtu akasahau kuombea ng'ombe zake. Lakini ng'ombe ndio muhimu, kwa sababu wakati alipokuwa anaandika amri zile 10 aliandika na mnyama pale, akasema usitamani mnyama wa jirani yako. Lakini ukirudi kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28, mnyama aliyeko pale, nitabariki uzao na maongeo ya wanyama wako. Kwa saa nyingine ombea wanyama wako, na tunapojumlisha wanyama, chochote kilichoko ndani ya himaya yako kinahitaji neno lako. Tunakwenda pamoja, maana shetani akikukosa anaenda anakagonga kale kamnyama unapokumpenda.
Naweza kagonga mbuzi, akagonga kuku, wakafa. Saa nyingine umetoka ibada nzuri kama hii, alafu unakuta mbuzi amekufa. Unafikiri utakuwa na furaha tena? Sikudanganyi. Unakuta kakuku kameondoka, kasungura kameondoka. Kwa hiyo kuna sababu tunapozungumza kuombea afya yako, hata pamoja na vile vitu ambavyo Mungu ameviweka mikononi mwako, vinahitaji neno lako kwa kinywa chako. Tunakwenda pamoja? Okay, turudi hapa. Narudia ule mstari, wala hakuna atakayeharibu. Lakini mstari wa 15 anasema, na Bwana atakuondolea ugonjwa wote. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya iliyo juu ya Misri. Lakini sasa ukiendelea mstari wa chini utaona namna gani Mungu anaweza akasababisha ugonjwa usio juu yako. Si hata Jumapili ni siku